It seems Pastor Kanyari is taking his campaigns to the next level as he vies for Kasarani MP. Mnaona watazamaji wangu, sasa hii ni mikokoteni ya kupea vijana wote wanaitwa wale kukota matakataka wanaitwaje? Garbage collectors. Tunawapatia hizi mikokoteni free, no charging. Ziko mingi hapa. Alafu tunapewa trolley za mayai, ndio hizi. Hii trolley tunafaa kuweka miguu. Tukiweka miguu, kila mtu anapata trolley moja na capital ya 3,000 na mwavuli. Anafanya biashara. Watu wote wa Kasarani, watu wote wana job, garbage collectors, wasichana wanataka kuuza mayai, hiyo ndio kazi yao. Mnapewa mikokoteni na mnapewa trolley. Wale watu wanafanya hiyo kazi ni hawa vijana wako hapa, ndio wanachomelea. Hata saa hiyo kazi inaendelea kama kawaida. That's good. Kanyari ni wetu, mtachagua mtu anaishi Runda. Si mimi naishi hapa Chokaa. Nimenunua nyumba Runda na nilishindwa kukaa huko. Mimi nakaa hapa na nyinyi kila siku. Mimi ni wa nyumbani, si ni ukweli? Kubalini kunichagua niwe mbunge wenu. Sawa sawa. Sina kitu kingine ya kuongeza, lakini mkinichagua hamtawahi hangaika tena. Si mnaonaga nikiwasaidia hata nikiwa sijakalia kiti. Wale washosho wazee wako pale, najua nini wanangojea, maana wananijua na wanajua mimi nasimamaga na wao. Sawa sawa. Mtanipea kura, mtauza huko nje, mwambie watu wachague Kanyari. Na wengine wakija hapa kuwaomba kura, mtawasikiliza. Wengine wakikuja, mtawasikiliza. Si mtasimama na mimi? Sasa hiyo unga mtapewa namna gani sasa? Unga mtapewaje? Walai. Ama watu watashikana kumikumi? Sawa. Ngoja tulikuwa na Principal Kalonzo Musyoka, Matiang'i, JB, tumekuwa na wao hapa ndani ya kanisa, tulikuwa tumekuja Harambee. Sasa maono yako yapi na Kasarani? Mimi nataka kusimama mjumbe wa Kasarani, na naamini ya kwamba inawezekana, kwa sababu ukiangalia Kasarani barabara ni mbaya, kuna shida ya maji, kuna shida ya vitu vingi sana. Na ndio maana tunataka kung'ang'ana ku make sure tumerudisha Kasarani iwe Kasabest, iwe mahali pazuri ambapo watu wote wanaweza kaa. Kuna yule uongozi huko kwa sasa, nini wameanguka? Ile uongozi iko, siwezi taka kuitoa makosa sana, kwa sababu Karauri anatoka anaenda kiti ya governor. Kwa hivyo siwezi muongelelea vibaya kwa sasa, lakini saa hii what we need is kurudisha mahali basari zianza kupatikana Kasarani, na Kasarani iwe ni mahali ambapo kila mtu anatamani kukaa. Kuna hii tabia ya gunzi, kila mtu anakashifu. Na kila kiongozi akitembea anatembea na gunzi. Ungesema ni sababu imeanza kuhatarisha maisha hata ya wakazi na wananchi. Unajua umaskini Kenya ndio imesababisha kuwa na hiyo mambo, inasemekana kuna gunzi. Hakuna mtu anazaliaga akiwa gunzi, lakini umaskini ndio unafika mahali mpaka watu wanaanza kusema huyo ni gun. Kama juzi uliona mwenye aliuawa juzi, kijana ambaye aliuawa hakuwa gun, lakini yarudi akauawa. Unaweza advise aje vijana? Ninge-advise mimi hata ningetaka ku-advise serikali, sio vijana. Sababu vijana hawana shida. Shida mahali iko kubwa ni kwa sababu ya ukosefu wa kazi na creativity ya vile ambavyo vijana watapata kazi. Na vijana wakipata kazi, hakuna ghasia utaona ikitokea katika nchi ya Kenya. Au utaona vituko zile zinaendelea. Lakini kwa sababu ya ukosefu wa kazi, that's why unaona ile mambo inaendelea. Viongozi wa upinzani wamebelea mambo ya unity. Yeah. Wanakosoa serikali on matters like extradition. What's your take on that? Yeah, serikali iko na kasoro kidogo kwa sababu ya hiyo abduction ambaye imekuwa ikiendelea. Lakini vijana hata ukiona wakianza kuandamana kwa barabara ni kwa ajili ya ukosefu wa kazi. Ajira ndio inasababisha mpaka kuwe na maandamano. Kukiwa hakuna mambo mengi, kila kitu kitatulia na kila kitu kitakuwa sawa. Uko sawa?